Mtazamaji wa Uba Kigoma, ni wasaa mzuri kabisa huu wa wewe mwana michezo wa Uba Kigoma kupata habari za kimichezo kutoka hapa Uba Kigoma. Na leo tutakuwa tukiangazia makala ya 35 ya michuano ya mataifa bingwa barani Afrika almaarufu AFCON, ambayo inaendelea kutimua vumbi pale nchini Morocco, na sasa ikiwa imefikia hatua ya 16 bora ambapo mataifa 16 yameweza kufuzu kwenye raundi hiyo. Lakini leo tutaangazia moja kwa moja timu ya taifa ya Tanzania ambao wao mpango na timu ya taifa ya Morocco, na watacheza siku ya kesho Januari 4 majira saa 1. Morocco mechi 3 za mwisho na Tanzania, matokeo hayaridhishi kwa Tanzania. Tumepoteza michezo yote mitatu, tukianzia na AFCON ya pale nchini Cote d'Ivoire tuliweza kupoteza mabao matatu, lakini kwenye michezo ya kufuzu kombe la dunia pia Tanzania alipoteza, na ni kumbukumbu mbaya. Leo tunakutana kwenye michuano ya mataifa bingwa barani Afrika AFCON, Morocco akiwa ni mwenyeji. Tutazungumza kiundani matokeo ya Tanzania si rafiki sana kwenye michuano hii, na pindi tunapokutana na Morocco imekuwaje, nini ambacho tunatakiwa kukifanya kwenye michuano hii ili kuweza kufuzu kuelekea kwenye hatua inayofuata. Na leo tutakuwa nami Mdachi Omari ambaye nitakuwa nikiongoza kipindi hichi cha michezo ambacho kinatambulika kwa jina la Uba Sports, na nitakuwa na mchambuzi ambaye atakupitisha kwenye takwimu za kimichezo ambaye ni bwana Paul Tembo. Yeye atakupitisha kiumakini zaidi juu ya kile ambacho kinakwenda kujiri kwenye viwanja. Na Tanzania kwenye historia yetu ya soka tumecheza michuano hii mara 4. Na hii ikiwa ni mara yetu ya 4 ambayo ndo tunazungumza sasa. Katika mara zote hizo hatua ya 16 bora hatukuwahi kufika, wala hatukuwahi kushinda mchezo wote. Tukianzia hapo sisi kama timu hii tu kufika kwenye hatua ya 16 bora. Kwanza, kitu cha kwanza nipende kuipongeza timu ya Taifa Stars. Kiukweli wapo wengi ambao hawakuamini kwamba timu ya taifa ya Tanzania ambao kwamba ingefika kwenye hatua ya 16 bora. Lakini ilivyo bahati, timu ya taifa ya Tanzania kwenye kundi walilopo walipambana mpaka kuipata nafasi ya best loser kuelekea kwenye hatua hiyo ya 16 bora. Na kwenye hatua ya 16 bora tumepangwa na mwenyeji wa michuano husika. Hapa tunamzungumzia Morocco. Timu ya taifa ya Morocco wanaingia kwenye hatua ya 16 bora, hatua ambayo ni hatua kubwa kwenye michuano hii ya AFCON, wakiwa wameshinda michezo miwili na kutoa sare michezo miwili na kutoa sare mchezo mmoja katika hatua ya makundi. Kundi ambalo lilikuwa na timu ya taifa Zambia, Mali pamoja na timu ya Komoro. Lakini wao wameweza kuibuka vinara kundi hilo baada ya kupata alama 7 ambazo walizipata kwenye michezo mitatu. Ukitazama performance ya wao kama wenyeji tu, ukiwazungumza wao kama wenyeji, hii inaleta picha gani kwa wao binafsi kabla ya kuenda kuangazia mchezo ambao wanakwenda kucheza dhidi ya Tanzania? Kwanza ifahamike kuwa timu ya taifa ya Morocco ni miongoni mwa timu bora sana bara la Afrika kwenye yale mataifa yote 54. Ni miongoni mwa timu ambayo mpaka sasa hivi ina historia ya kufika nusu finali kwenye kombe la dunia, na anashiriki pia mwaka huu kwenye kombe la dunia. Kwa hiyo ni miongoni mwa timu ambayo unaweza ukaipa heshima yake kwa kiasi, kwa sababu kila kazi wanaifanya uwanjani ni kazi ambayo inaonekana ni bora muda wote. Kuongoza kundi dhidi ya timu ya taifa ya Mali, Komoro, Zambia sio jambo jepesi. Yote inaonekana kwamba anastahili kwa sababu ya uwezo wa mchezaji mmoja mmoja ndani ya uwanja, na wachezaji wao, ukubwa walionao, daraja walilonalo kwenye soka, kwenye timu mbalimbali ambazo wanazicheza ulimwenguni. Hii yote inaibeba timu ya taifa ya Morocco. Kocha aliyenaye na vitu vyote, technical bench kwa ujumla yote kwa timu ya taifa ya Morocco inaonyesha kwamba timu ya taifa ya Morocco ni moja ya timu nzuri na ni timu ambayo inaweza kufanya kitu chochote ndani ya uwanja kulingana na kile ambacho wanakuwa wameagizwa na walimu kwenda kuitumikia timu ndani ya uwanja. Mtazamaji, hiyo ni timu ya taifa ya Morocco, mwenendo wake kutokea hatua ya makundi mpaka kufika hatua ya 16 bora, na wao wakiwa ni wenyeji wamekuwa na performance bora sana. Sasa tukiwazungumza Morocco katika mechi za hivi karibuni pindi tulipokutana nao katika michuano mbalimbali, mkumbukumbu ni mechi 3 kabla ya kufika hapa. Katika mechi hizo 3 Tanzania imeweza kuruhusu mabao takriban 7. Je, hii inaleta picha gani kwa sisi kama taifa tunapoelekea mchezo mgumu na mchezo ambao unahitaji nguvu kubwa zaidi kuelekea? Kwanza, mchezo wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars dhidi ya timu ya taifa ya Morocco ni miongoni mwa mchezo mgumu sana ambao unaangaliwa kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu timu ya taifa ya Morocco mpaka sasa hivi kufikia hatua ya 16 bora, wao target yao kubwa ni kubeba ubingwa wa AFCON na kufanya kuwa ubingwa wao wa mara ya pili kwenye michuano ya AFCON. Kumbuka waliwahi kubeba ubingwa huu mwaka 1976. Lakini timu ya taifa ya Tanzania hitaji lao kubwa ni kufika hatua ya 16 bora ambayo mpaka sasa hivi tayari tumeshaifikia. Kwa hiyo unaona hizi timu mataifa haya mawili yote kila mmoja ana malengo yake kuelekea kwenye mchezo husika. Morocco ana malengo ya kushinda kwenye mchezo wa hatua ya 16 bora kuelekea
fainali. Akili yake moja kwa moja anataka ubingwa wa AFCON. Lakini timu ya taifa ya Tanzania, malengo mama ambao walikuwa tayari wamejiwekea ilikuwa ni kufika hatua ya 16 bora. Michezo dhidi ya timu ya taifa ya Morocco, magoli ambayo tumeyaruhusu kwenye michezo ambayo tumecheza na timu ya taifa ya Morocco sio haba, ni uwezo wa wachezaji mmoja mmoja kutoka kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Morocco. Ukiangalia mchezo wa mwisho ambao tulifungwa bao 2-0, mchezo huo timu ya taifa ya Tanzania walionekana kucheza vizuri sana na kwa umakini sana na walijilinda kwa ubora mwingi sana. Lakini kipindi cha pili kilipofika, mchezaji wa timu ya taifa ya Morocco Ibrahim Diaz, mchezaji ambaye mpaka sasa hivi ndiye ambaye anaongoza kwa upachikaji magoli kwenye michuano ya AFCON. Japo wapo wachezaji takriban 3, unamzungumzia Mahrez lakini pia Mohamed Salah. Wote hao wachezaji ukiwaangalia daraja lao ni kubwa. Ibrahim Diaz anakipiga kwenye kikosi cha Real Madrid pale Hispania. Kwa unaangalia daraja lake na wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania ni vitu viwili ambavyo vinapishana. Kwa kuelekea mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Morocco, kuna hitaji akili na saikolojia kwa wachezaji, kwa sababu tunaenda kukutana na wachezaji ambao tayari wana majina makubwa kwenye ligi mbalimbali ambazo ni hatari duniani. Hapa naizungumzia ligi ya La Liga, lakini pia kuna EPL pale Uingereza. Wapo wachezaji wanaocheza pale na wapo kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Morocco. Lakini pia namzungumzia Sharafu Hakim, miongoni mwa wachezaji bora sana kwenye timu ya taifa ya Morocco. Japo siku za hivi karibuni alikuwa majeruhi, lakini kwenye mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Zambia alipata dakika chache na alipiga shoot on target takriban 2. Kwa hiyo unaona kuelekea mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Morocco kuna kitu kinahitajika cha ziada. Na cha ziada naamini anacho mwalimu Miguel Gamondi. Kwanza kuwatengeneza wachezaji kisaikolojia. Ukiacha ya kwamba wamezidiwa daraja na wachezaji wa timu ya taifa ya Morocco, unatakiwa waandae wachezaji ambao wapo tayari kwenda kupambania kile ambacho wanaenda kukifanya ndani ya uwanja. Mchezo uliopita ambao ni wa mwisho tulicheza nchini Morocco dhidi ya timu ya taifa Morocco, tulipoteza mabao 2-0 na uwanja ulikuwa full house. Siku ya kesho Morocco bado wapo nyumbani, ni wenyeji wa mchezo huu. Tunatarajia mashabiki na wapenzi wa soka nchini Morocco kuja kwa wingi kwenye mchezo huu na kufanya namba ya washabiki kiwanjani kuwa kubwa. Je, hii haiwezi kuwa na madhara kidogo kwa wachezaji wa Tanzania katika mchezo huu? Madhara kwenye mchezo husika dhidi ya Morocco, uwepo wa mashabiki wengi ndani ya uwanja. Madhara yanaweza kawepo kwa wachezaji wa Tanzania, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji ambao bado hawajawahi kucheza zile mechi kubwa. Hapo namzungumzia golikipa kama Zuberi Foba, bado hajawahi kudaka kwenye mchezo ambao una watu wengi ambao wanamwangalia ndani ya uwanja. Ukiangalia mchezo dhidi ya Nigeria alipata nafasi na alifanya kazi nzuri sana. Sasa anaelekea mchezo dhidi ya Morocco ambao Morocco ni wenyeji wa michuano husika. Kwa hiyo mashabiki na watu wengi wa pale nchini Morocco, mpaka sasa hivi mechi ambazo zinajaza washabiki wengi basi ni mchezo wa Morocco na hizi timu kubwa kubwa zenye uzani mkubwa kwenye michuano hii ya AFCON kama Ivory Coast pamoja na Cameroon. Kwa hiyo mashabiki naamini watakuwa wengi, kwa sababu wataenda kuisupport timu yao ivuke kwenye hatua ya 16 bora ielekee 8 bora ambayo ni robo finali. Kwa hiyo timu yao naamini mpaka sasa hivi ili uweze kushindana na Morocco nje ya uwanja unatakiwa watengeneze wachezaji ambao wanaweza kwenda kushindana kisaikolojia kwanza na ile mentality ya watu kuwepo wengi uwanjani. Naam, mtazamaji, hayo ni machache kuhusiana na timu ya taifa ya Morocco katika michuano hii na namna ambavyo wanakwenda kunufaika na kuwepo nyumbani kwa wenyeji wa michuano hii. Tugeukie upande wa timu ya taifa ya Tanzania ambao wao katika hatua ya makundi wamecheza michezo 3 pia. Timu ya taifa ya Tanzania iliweza kupata sare 2, sare dhidi ya timu ya taifa ya Tunisia, huku wakipata sare dhidi ya timu ya taifa ya Uganda, na wakipoteza mchezo mmoja wa mabao mawili kwa mabao 2-1 dhidi ya timu ya taifa ya Nigeria, na kuifanya timu ya taifa ya Tanzania kukusanya alama 2 katika hatua ya makundi ambazo zimeipa Tanzania nafasi ya kupita katika nafasi ya best loser ambayo ilikuwa na timu kadhaa, lakini Tanzania wameweza kupita katika nafasi hiyo na kuelekea kwenye hatua ya 16 bora. Tukitazama performance ya timu ya taifa ya Tanzania katika hatua ya makundi na mchezo ambao wanaoelekea siku ya kesho, tuanzie kutazama performance yao ipoje na inaridhisha kuelekea kwenye mchezo unaofuata. Kwanza performance ya timu ya taifa kwenye hatua ya makundi kiuhalisia hairidhishi, kwa sababu tulikuwa kwenye kundi moja na timu ya taifa ya Uganda. Mpaka sasa hivi unaizungumzia timu ya taifa ukitoa kwanza tu ushiriki kwenye makundi ya AFCON kwenye michezo 9 mpaka sasa hivi kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, unazungumza hakuna ushindi wowote kwenye michezo takribani 9 mpaka sasa hivi. Unazungumza mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Kuwait, mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Iran, lakini mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Niger pamoja na Zambia. Kwa kwenye michezo takriban 9 tulioicheza mpaka sasa hivi hakuna ushindi wowote. Kwa unaiona timu unaona timu ya taifa ya Tanzania
ambayo kuna muda inasuasua kwenye upatikanaji wa matokeo, hasa kwenye swala zima la upataji wa matokeo la swala zima la kushinda. Kwa hiyo unaoelekea kwenye mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Morocco, mchezo ambao ni hatua ya 16 bora. Kivyo vyote mmoja anatakiwa abaki, mwingine anatakiwa aendelee. Kwa hiyo timu ya taifa ya Tanzania ili performance yake ionekane kwamba tupo tayari na tunaonekana ya kwamba tupo juu na level yetu imefikia sehemu fulani, basi natakiwa tumfunge Morocco kuelekea kwenye hatua ya 8 bora. Sasa timu ya taifa ya Tanzania kwenye hizi mechi 3 za kundi, tumecheza mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Tunisia, lakini tumecheza mchezo dhidi ya Nigeria, lakini pia timu ya taifa ya Uganda. Kwenye hii michezo mitatu tuliyocheza, Mwalimu Miguel Gamondi alikuwa ni mwalimu ambaye anaonekana anaiogopa michuano ya AFCON, kwa sababu alikuwa ni mwalimu ambaye anatumia wachezaji wengi sana kwenye swala zima la kujilinda. Hii yote ni kwa sababu aliyokuwa anakutana nao ni bora zaidi ya yeye alivyo. Naenda kucheza na timu ya taifa ya Morocco ambao sasa naweza nikasema ni bora kuliko hata hawa tuliokuwa tunakutana nao kwenye hatua ya makundi. Japo Super Eagles kidogo angalau wanaweza wakabishana, lakini timu ya taifa ya Morocco ina wachezaji ambao ni hatari zaidi kuliko hata wachezaji wanaocheza kwenye timu ya taifa ya Tunisia pamoja na timu wanaocheza Uganda. Kwenye hii michezo tuliyocheza tumesababisha penalty takriban 2. Unaona kabisa ya kwamba timu ya taifa ya Tanzania kuna kitu ambacho ipo nacho kwenye mabeki wa Tanzania, kwamba mabeki wa Tanzania kuna muda wanapenda zile kashikashi za kuvutana ndani ya uwanja. Unaenda kucheza na striker kama El Kabi, inamaanisha kwamba unatakiwa uiandae timu ambayo tayari ina wachezaji ambao kisaikolojia kwanza wakaache kwenye hili swala zima la kiulinzi, wakajitengeneze na kuiona timu ya taifa, tukaione timu ya taifa ambayo ni bora na inapunguza makosa kwenye eneo la box. Hapo ndipo tutafanikiwa kwenye mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Hayo ni machache kuhusiana na performance ambayo Tanzania wameweza kuonyesha kwenye hatua ya makundi. Tukija katika eneo la wachezaji hatari kwenye michuano hii, kwa upande wa Tanzania msimu huu inawezekana ikawa ni mafanikio kwao. Kufunga bao moja katika kila mchezo, yani katika kila mchezo kuwa na uhakika wa kufunga bao ni maendeleo. Tumeshuhudia AFCON 2019 Tanzania akifunga mabao mawili lakini hakutoka na alama yoyote. AFCON ya 2023 pale nchini Ivory Coast bao moja ambayo tulipata katika mchezo dhidi ya Zambia. Msimu huu walau katika kila mchezo Tanzania wameweza kuscore. Je, inaweza kawa nafasi ya mwalimu kutazama aongeze nini kwenye eneo la ushambuliaji ili aweze kuwa na muendelezo mzuri kwenye eneo la kufunga? Kwanza, kitu cha kwanza ni kuamini wachezaji ambao yupo nao, ya kwamba wachezaji aliowaita kwenye timu ya taifa ya Tanzania amewaita kwenda kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, na waamini ya kwamba wachezaji alionao ni bora na wanaweza kufanya kitu chochote ndani ya uwanja. Kwa hiyo kwenye mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Morocco ni miongoni mwa mchezo ambao timu ya taifa ya Morocco wastani kwenye michezo yake mingi aliyocheza sio timu ambayo inakuruhusu inaruhusu goli kwenye mchezo. Kwa hiyo timu ya taifa ya Tanzania kama imekuwa na performance nzuri kwenye eneo la ushambuliaji wa kwenda kupachika mabao, basi kwenye mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Morocco wanatakiwa wawe makini. Watakapopata nafasi moja inabidi waitumie hiyo moja kwenda kuscore goli. Tofauti na hizi mechi walizocheza. Timu ya taifa mechi dhidi ya Uganda, timu ya taifa ya Tanzania walipata nafasi nyingi sana, lakini kwenye huo mchezo walipata goli moja. Ile ukija kuangalia Uganda ambao wao ndo tulitangulia kuwafunga goli, wao walikuja wakapata mpaka penalti. Unaona kuna uhatari muda mwingine kwenye kikosi cha timu ya taifa ambao upo, lakini kuna muda sio sahihi sana kumwelekea mpinzani. Sasa unapoenda kucheza na timu ya taifa ya Morocco ambaye beki wake wa kushoto na beki wa kulia wanacheza kwenye ligi ambazo ni kubwa duniani. Hapo namzungumzia Ashraf Hakimi anacheza PSG. Lakini unamzungumzia Mazerebe ambaye anakipiga kwenye kikosi cha timu ya taifa kwenye klabu ya Manchester United. Kwa hiyo unaona tunaenda kukutana na wachezaji ambao daraja lao ni kubwa zaidi kuliko hata wale tuliokutana nao kwenye hatua ya makundi, kwa sababu tulicheza na kina Kayondo Zambia, wachezaji kama kina Kayondo daraja lao ni dogo kuliko hawa tunaoenda kukutana nao. Kwa hiyo utakapopata nafasi moja kwenye mchezo husika inakubidi uitumie ili kwenda sasa kulinda kile ulichokipata au kutafuta kingine kwenye nafasi mbili utakazokuwa umezipata kwenda kuscore goli la pili. Ndio hicho ambacho timu ya taifa ya Tanzania kuelekea mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Morocco, hapo Mwalimu Miguel Gamondi anatakiwa hilo akaenda kulifanyia kazi. Timu ya taifa ya Tanzania inakwenda kucheza mchezo wake wa kwanza wa raundi ya 16 bora baada ya kushiriki kwenye michuano ya mataifa bingwa barani Afrika maarufu AFCON kwa mara 4 na bila kupata mafanikio, lakini kwa mara 4 wanaweza kufika hatua ya 16 bora. Na kesho ni kujua
Je, wanakwenda kuandika historia nyingine kuelekea katika hatua ya robo finali au ndio wanaishia katika hatua hiyo ya 16 bora na kurejea nyumbani? Morocco wao wanahitaji kufanya vizuri zaidi ikiwa wameshiriki AFCON katika mara nyingi zaidi na wamekuwa wakiishia hatua ya 16 bora, hatua ya robo finali na hatua ya nusu finali. Msimu huu wao ni wenyeji. Wanahitaji kufanya vizuri zaidi wakiwa ni wenyeji ili kuonesha mfano ni kipi ambacho kinatakiwa kufanyika kwenye michuano hii. Morocco watahitaji mchezo huu na wanauhitaji zaidi, lakini Tanzania wao wanahitaji kuandika historia. Je, ni Morocco au Tanzania ambaye anakwenda kwenye hatua ya robo finali? Ni siku ya kesho katika dimba la Prince Moulay Abdullahi pale nchini Morocco katika jiji la Rabat. Ndio tutakwenda kujua nani ambaye anakwenda kwenye hatua inayofuata. Ulikuwa nami Mdachi Omari katika kipindi hichi cha Uba Sport nikiwa kama nauza wako wa kipindi hichi. Lakini pia nilikuwa na Paul Tembo ambaye alikuwa ni mchambuzi aliyekupitisha katika takwimu za kimichezo na kile ambacho kimeweza kujiri kwenye kiwanja. Je, Tanzania atakwenda kufuzu michuano hii? Hilo ni swali linabaki kwako wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa Uba Kigoma. Usisahau kubonyeza alama ya kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka Uba Kigoma. Lakini pia usisahau kushare, kucomment ili kuendelea kujua ni kipi ambacho unahitaji wewe kama mfuatiliaji wetu na kujua juu ya kile ambacho tunakizungumza. Maoni kutoka kwako yamekaeje na kuweza kuendelea kuboresha zaidi ili kukupa kitu kilicho bora. Asante. Ujiji Broadcasting Academy, excellence is our signature.